Karibuni kwenye recap hii hapa mtu wangu, naitwa Omo Ghetto. Ni sehemu ya kwanza. Twende. Filamu inafunguka na Dogo Mori anakimbia kishenzi, nyuma anafukuziwa na maaskari polisi. Kamateni huyo, wewe simama! Maaskari wakati tamaa unaambiwa wamo tu. Dogo anakata mitaa, maaskari wamo tu. Wahuni wakiona maaskari mbio nyingi, yani walikuwa wanakimbizana ile mbaya. Huyu Dogo ameagizwa kupeleka madawa kulevya sehemu. Kwa hiyo maaskari waliposhtukia kuwa na madawa, wakaanza kumkimbiza vibaya mno. Askari kibonge hata kuruka kwake shida. Sio alisomega wapi kozi huyu. Lakini hakuna kukata tamaa hadi wamkamate mhalifu na mbiwa. Yani mbio nyingi mno. Sasa Dogo alikimbia muda mrefu sana hadi amefika sehemu akadondoka chini mazee. Sasa Lefty kabidi amsaidie kumficha Dogo ili asikamatwe na maaskari, maana ni Dogo mdogo sana. Sasa polisi alipofika kwa Lefty ikabidi wamuulize kama amemwona Dogo anapita anakimbia hapa, lakini Lefty anawajibu kikorofi kishenzi unaambiwa hataki kuulizwa maswali na nini. Noma sana hii. Askari akasema huyu msichana ni mkorofi, kama vipi tumkamate? Basi Lefty alikuwa anakubali. Umkamate nani? Kwenye himaya yangu? Jaribuni muone hiyo, nina uhuru wa kuongea na kutembea, msijaribu. Lefty anajiamini kishenzi unaambiwa. Maaskari wakaona huyu mwezi mchanga, kumbe ikabidi watembee tu. Lefty naye akapanda ndinga yake kisha kama amesepa. Filamu inaitwa Omo Ghetto. Mimi naitwa Rio na hii ni Zero TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Walipofika sehemu salama ikabidi Lefty amshushe Dogo. Dogo akatoa sifa nyingi mno kwa Lefty na nini. Umepoa tajiri, umepoa. Kwa nini maskari walikuwa nakukimbiza? Achana na hayo Lefty. Unaongeaje na mimi hivyo? Lefty akampokonya Dogo begi lake. Alipotazama ndani akakuta madawa ya kulevya mazee. Alishangaa kishenzi. Nani amekutuma? Lefty akayamwaga yale madawa chini kisha kanyago na mbiwa. Mori akaona huu msala mzito sasa. Yaani unakanyaga dawa za watu. Akasema achukue yale madawa. Akatoka mbio vibaya mno. Anaenda kuripoti kwa mwenye madawa. Si msala mzito huo Lefty amejitafutia msala mzito hapa. Sema ajui tu. Sasa Lefty ni mwizi kishenzi unaambiwa. Anaiba hadi vitu vya kupika nyumbani. Na akishaiba anawapeleka watoto huko mtaani. Mama akawa anamlaumu mfanyakazi kwa nini alishindwa kumzuia na nini. Lakini mfanyakazi asingeweza, maana moto wa Lefty ni mkubwa mno. Sasa hii familia ilimleaga Lefty tangu akiwa mtoto, kabla hajachukuliwa na familia ya kitajiri anayoishi nayo kwa sasa na nini. Kwa hiyo licha kuondoka hapa, lakini huwa anaiba vyakula ndani analeta kwenye hii familia. Lengo ni kuwasaidia tu, maana wanaishi maisha magumu sana. Upande pili kwa nyumbani, mama akamvutia waya Lefty. Alikuwa anaulizia vyakula alivyochukua na nini, lakini Lefty akakataa hajachukua kitu. Amaka akasema amechukua vyakula ndani. Lefty akasema Amaka muongo, anadanganya tu huyo. Haya, uko wapi? Nipo dry cleaner. Mama akajua ameenda Askamaya. Askamaya ni sehemu ambayo walikuliaga Lefty na wahuni wake wote wako hapa. Jili la Lefty limeshtukiwa, uongo wake umeishia hapa. Huyo anaitwa Basti, ni mshikaji wake Lefty, anavuta ganja kishenzi yani. Kwa hiyo kundi la wauza madawa ya kulevya likamfuata Basti hapa nyumbani kwake, wanataka kujua Lefty yuko wapi mazee. Lakini wakati huo Basti alikuwa hajui Lefty yuko wapi. Noma sana hii. Ngambo akatoa bastola yake pale na nini. Angalia kwenye nyonyo zangu, hautamuona. Unadhani natania Washikaji wakapata taarifa alipo Lefty, ikabidi watembee tu. Yaani boost kidogo ajikojolee, maana sio kwa kofi alilopigwa naambiwa. Noma sana hii. Muda huo Lefty alikuwa anapata msosi kwa mshikaji wake Chumi Choko. Hajui kama anatafuta huko na nini. Pale akakota simu ya Boost. Akaanza kuongea kwa mbwembwe kishenzi yani. Boost akasema sahau kuhusu hayo kwa sasa. Si umemfanya nini Mogambo? Amekuja na vijana wake hapa wanakutafuta kwa nguvu mno. Mogambo ni nani? Anakuja kwako kukuulizia na vijana wake? Mwambie nipo kwenye mgahawa wa Choko. Boost akashangaa. Namwongelea Mogambo muuza madawa. Lefty ndo akapata pointi sasa. Mogambo muuza madawa? Usiniulize maswali bana. Pale Mogambo na vijana wake wakafika mazee. Lefty alikimbia kishenzi. Choko akachukua chupa kisha akampa nayo mmoja. Alidondoka hadi chini. Alipiga kelele huyo. Noma sana hivi. Choko hakuishia hapo, akachukua kisu akaunga kwenye msafara. Mogambo alimkimbiza kishenzi Lefty hadi kafika sehemu akajificha ndani ya jumba. Ikabidi waingie ndani wamtafute sasa. Lefty kumbe kashaweka mitego yake kitambo tu. Jeriko aliposogeza pua yake akanasa kwenye mtego mazee. Mchanga mwingi mno ukamwagikia hapa. Mshikaji wake akamkuta yuko ndani ya kifusi. Uko sawa? Achana na mimi, mtafute Lefty. Mwana ashaoga mchanga wa kutosha tu. Noma sana hiyo unaambiwa. Choko akafika eneo la tukio kutoa msaada. Akampa gongo moja la kichwa unaambiwa. Maana alikuwa anaingia kindezindezi na makelele mengi hapa. Pale Choko naye akawekea chuma ya moto mazee. Mogambo hachekeshi. Kwa hiyo akamchukua Choko ili ampate Lefty. Maana anajua Lefty hawezi kujificha kwa muda mrefu, maana rafiki yake kawekewa chuma isee. Mogambo akasema kama Lefty hatatokea basi atamuua Choko hapa. Lefty anawapenda kishenzi washikaji zake, ikabidi atokee tu, lakini kasikika sauti ya risasi imepigwa.
Choko amepigwa nini? Kumbe alikuwa anaingia Stone na vijana wake wamekuja kutoa msaada hapa. Sasa Lefty anampenda kishenzi Stone. Kifupi wapo kwenye penzi zito unaambiwa. Hapa mwana amekuja kumwokoa mpenzi wake na nini? Kama mlikuwa mjui, huyu Mogambo ni Yemi Alade. Aliyeimba I'm looking for my Johnny. Where is Johnny? Do you know Johnny? I'm looking for my Johnny. Nimeimba vizuri Stone akasema atamaliza hili jambo. Mogambo akasema, "Mwonye mpenzi wako, nitaliacha hili lipite. Lakini siku nyingine haitakuwa mchezo tena." Azaboy akasema, "Kuovertake inaruhusiwa, lakini kuzidisha spidi inaua." Mabishano makali yakazuka hapa ndani na nini? Mwisho Stone akamtumia Gambo laki 5. Noma sana hii. Kwa sababu Gambo ameshapata mchuzi wake, akamwachia Choko kisha akasepa na genge lake. Sasa Lefty ajui bwana wake amepata wapi ile bunduki. Swali gani hilo? Cha msingi Mogambo hajakuua tu. Nani aniue? Mimi Lefty aka Weaponly. Anajipa sifa kishenzi unaambiwa. Angeweka pembeni silaha yake anifuate. Tusichape mwanamke kwa mwanamke, nyama kwa nyama, ngumi kwa ngumi. Lefty anapenda sana shari unaambiwa. Yaani kumpokonya madawa dogo ndio ukorofi. Sasa yanakuhusu nini yale? Ungewaachia polisi. Yule ni mtoto mdogo. Ni mtoto wako. Stone akamsihi sana asingilie mambo ya watu na nini? Vitu kaizo mtu wangu. Sawa nimekuelewa. Lakini mpenzi wangu umetoa wapi hiyo bunduki? Lefty, ili kumwokoa mpenzi wa maisha yangu, lazima nitafute bunduki. Nitaitafuta kwa gharama yoyote ile. Lefty anampenda kishenzi Stone. Akasema hata ile pesa aliyotumia kumpa Mogambo atamrudishia mara 2 zaidi. Sasa Lefty akataka ikachapwe. Muuni akitaka jambo lake anakuwa anaiomba kiunihuni tu. Mida fulani ya usiku mwingi Lefty akaja kukutana na masela zake na nini. Basi vibe lilikuwa kubwa mno. Watu walikuwa wanacheza na kukimbia kwa vibe vibaya mno. Hapa alipo Lefty ni mwepesi, maana imetoka kuchapa huko na nini. Muda wote alikuwa anamsifia mpenzi wake tu, anamfananisha na Superman. Baada ya kumwokoa kwenye mikono ya Gambo, washikaji wakachoka na hizi stori zake. Wanaona kabisa Stone sio mtu sahihi kwake, lakini yeye haoni hilo. Washikaji wanamshangaa ameondoka mtaani muda mrefu sana. Wanahisi pengine angekuwa amepata mwanaume mwingine wa kitajiri kama mtoto wa gavana au mtoto wa rais kabisa, lakini sio rahisi hivyo. Choko naye kaweka chuma, akasema Stone sio wa level yake kabisa. Yeye yupo juu kwa sasa, lakini Stone yuko chini mno. Washikaji wanachodai ni kuwa kwa sasa Lefty anaishi maisha ya kitajiri, kwa hiyo hataki kuendelea kuwa kwenye mahusiano na Stone ambaye yuko kwenye maisha ya chini aisee. Maana hawa sio level moja. Noma sana unaambiwa. Yaani Lefty umwambie kitu kuhusu Stone, mtaongea yote, lakini msimamo wake ni ule ule. Anampenda kishenzi mchizi. Lefty akasema alipataga mwanaume wa kitajiri, lakini alimkimbia mgawani baada ya kumsaidia mwanamke aliyekuwa anafokewa na mpenzi wake. Akamchapa na chupa kichwa na nini, pale pale penzi likafa. Mchizi hawezi kuwa na mwanamke mkorofi hivi. Washikaji walipopata hii taarifa walicheka kishenzi unaambiwa. Kwa hiyo ndo maana hataki kabisa kudeti na vijana laini wa kitajiri. Stone na washikaji zake ni matapeli mtandaoni. Yaani wanakupigia simu kisha wanajifanya wanatoka kampuni fulani au kukwambia mwanao anaumwa sana shuleni. Ukijichanganya kutuma pesa tu, hesabu umeumia. Kama haitoshi, huwa anamtumia mwanamke kwa tapeli wanaume vile vile. Huyu bibi hapa na danga lake la kizungu na nini, kwa hiyo huwa wanachati tu. Sasa leo ikabidi wazungumze kwa video call. Huyu mzungu tayari ashamtumiaga pesa kununulia simu na nini, lakini bibi hajanunua simu, ameshakula. Akasingizia pesa aliitumia kumtibia baba yake. Muda huo Stone alikuwa anamwelekeza jinsi ya kujibu maswali na nini. Bibi akasema hali ya baba yake ni mbaya sana, wanatakiwa kumpeleka India kwa ajili ya matibabu na nini, kwa hiyo hospitali inadai pesa nyingi sana kila kukicha, ni kama $100,000 hivi. Mzungu akasema atafanya mchakato apate visa ili aje kumwona mzee wake. Bibi akamkataza, akasema hadi umalize kufanya process za kupata visa atakuwa amekufa. Mzungu akaomba akaunti namba za hospitali ili alipie moja kwa moja, lakini washikaji wakagoma. Bibi akasema yeye ndo anatakiwa kutuma hiyo pesa, sio mtu mwingine yeyote yule. Mzungu akasema kama ni hivyo basi subiri hadi nije. Stone akaona huu upuuzi sasa, akajitokeza mwenyewe kufoka. Wewe ni mjinga nini? Ni kichaa au? Kumbe mzungu alishtukia kitambo tu kuwa hawa ni Yahoo boys. Kwa hiyo didi limefia hapa. Huyu ni pacha yake Lefty, yeye ni msomi na huwa anawashauri sana vijana wadogo wa kike. Wakati anaongea hapa, muda wote simu ilikuwa inaita tu, mama yake alikuwa anapiga. Sasa alipomaliza lecture ikabidi ampigie mama yake. Huyu ni baba yake na huyu ni mume wake. Mama alikuwa anamlalamikia tabia za pacha yake Lefty, ameondoka nyumbani tangu jana hajarudi, na kama haitoshi ameondoka na vyakula vya nyumbani. Wakati mama anaongea, akaingia mtaalamu hapa, akaanza kuimba hapa na nini, acha kunisema kwa maadui zangu, acha kunisema kwa maadui zangu. Huku pacha yake alikuwa anasikia kila kitu. Mama kashangaa, kwa hiyo dada yako ni adui yako? Mama unazidi sasa, masharti yamekuwa mengi mno. Nimefanya nini sasa? Au kwa sababu nimetoka na mtu wangu, mtu ambaye hauwezi kumleta nyumbani? Mama, bado muda haujafika, kila kitu kina muda wake. Lefty akapewa simu aongee na pacha wake. Kwa nini hukumwambia mama kama utarudi nyumbani jana usiku? Hebu niache bana, mimi sio mtoto, ni mtu mzima. Lakini unajua unachofanya sio sahihi. Ndio, najua mimi ni Lefty, kwa hiyo lazima nifanye vitu vyangu Lefty tu. Mzee akaomba simu aongee na Lefty na nini, lakini Lefty ni muuni kishenzi unaambiwa. Akajifanya kuna shida mtandao na nini, hamsikii vizuri, anawekaweka simu vizuri. Mwisho akamrudishia simu mamake, akawa amesepa. Hey,
Yaani Lefty ambacho hataki ni ushauri. Yeye ni mtu mzima kwa sasa, ana vitu vyake vya kuamua hapa. Stone na washikaji zake kuna muda huwa anakuja klabu bila mkwanja, wanasubiri Lefty awatumie mkwanja ndo ajitawale hapa. Sasa lengo la kuja klabu ni kuangalia matajiri na nini, kama vipi wawatapeli tu. Noma sana hii. Hapa wamekaa muda mrefu kishenzi bila kuagiza chochote kile, wanapiga story tu, lakini mwisho Lefty akatuma 70,000. Kwa hiyo ikabidi waitumie hiyo kuagiza vinywaji. Wakiwa hapa kuna dogo akaingia, wanamjua hadi nyumbani kwao, wanapajua na mbiwa. Huyu mchizi anaitwa Ayo, mama yake anauza wali maharage mtaani. Kwa hiyo ni familia kabisa hii. Ayo anatumia mkwanja wake vibaya mno hapa klabu. Stone akaona mfuate tu, maana ni mshikaji wake, lakini bahati mbaya akazuiliwa na walinzi. Akajitambulisha kuwa anamjua na nini, lakini hakuna aliyekuwa anamjua mazee. Walinzi akamtupa kule. Stone alimaindi kishenzi na mbiwa, yaani kadhalilishwa vile kwa mtu ambaye anamjua kabisa. Noma sana hii. Pale akaokota message kutoka kwa Priska, akaambiwa kuna kazi aisee. Sasa mama Lefty anatarajia kufanya birthday yake ya miaka 60 hivi karibuni, akaajiri mtu wa mipango ya shughuli yake na nini, huyu anaitwa Tina. Kwa hiyo hapa anaulizia mambo ambayo anayapenda mama ili kama vipi yawepo kwenye sherehe. Pale akaingia Lefty akaomba kadi za mwaliko kama 20 hivi kwa ajili ya washikaji zake. Mama akasema hataki kuwaona marafiki zake hapa. Sio sawa mama, ni binadamu pia hao. Mama akagoma, hataki kuwaona marafiki zake hapa. Mtu pekee ambaye alikuwa anaruhusiwa kuingia ni mshikaji wake Stone, na yeye ni kwa sababu tu mama anataka kukutana naye. Wengine wote wamekula bani, hawaruhusiwi kabisa kuingia hapa ndani. Lefty hakuwa na namna tena, ikabidi asepe tu. Wakati anatoka akaparamiana na mfanyakazi wao Amaka. Akauliza kama anajua kadi zilipo na nini. Amaka akasema zimeisha, lakini Dafa amefuata zingine, kwa hiyo amempa mama. Hapana, yupo jikoni anakula, kwa hiyo yuko nazo au zipo kwenye gari. Kwa nini unaniuliza kama mimi ni Google? Lefty akataka kumchapa Amaka, lakini akamwacha tu, maana kimchapa itakuwa kesi nzito. Akachukua inga moja kwa sababu ana matumizi nayo hii. Sasa Lefty akaja moja kwa moja kuitumia kufungulia mlango wa gari mazee, kisha akaiba kadi na sare za birthday, akatembea na Mia. Dafa alipotoka akakuta wizi mkubwa umefanyika. Mama alimfokea kishenzi Dafa, akahisi pengine ametumia kuwapa marafiki zake na nini. Dafa akajitetea sana juu aliyeiba ni nani mazee. Amaka akasema ajui pia. Dafa akasema mbona unaonekana kama unajua vile. Amaka akasema kama sio Lefty ni nani sasa? Ni nani? Upande wa pili Lefty akawaletea washikaji zake kadi pamoja na sare za birthday. Basi sifa zikawa nyingi mno na nini, kila mmoja na mipango yake, nguo yake itakuwaje mazee. Yaani anataka kushona vipi, wengine wanataka washone kitopo, wengine sijui fupi na nini. Pale akaingia Kibonge Basti, akamwambia kuna mtu anafanya ujenzi kwenye eneo lao. Ikabidi wakimbie wote kuelekea huko mazee. Wakafika eneo la tukio, kila mmoja ameshika silaha na mbiwa. Washikaji wanachokitaka ni fidia tu, maana wanajenga kwenye mtaa wao. Noma sana hii, yaani watu wanataka fidia sehemu ambayo sio eneo lao. Injinia akasema atawapa chochote kitu. Masela ikabidi watoane pembeni na mbiwa. Choko akasema wawape milioni 6, wenzake wakagoma. Hela ndefu sana hiyo. Choko akapunguza hiyo milioni 5.9, lakini bado mle tu. Mwisho wakaingia makubaliano milioni 2 pekee. Wakarudi kwa injinia hapa, wakamwambia wanataka milioni 2. Hakuna aliyekuwa naamini mazee. Kiasi chote kile cha pesa tutatoa wapi sasa? Mbinguni. Washikaji wanasema wana 200,000 tu, yaani kutoka milioni 2 hadi 200,000. Si udhalilishaji huu? Lakini mwisho Masela akakubali kuchukua hiyo 200,000 tu. Pale kuna kundi jingine likaingia. Hili ni kundi la wanaume na linaongozwa na Tambolo. Basi mikola mingi mno ikapigwa hapa na nini, mara kupasua chupa kwa kutumia kichwa, ili mradi tu kila mtu aogope. Kama haitoshi, Tambolo akajichana na chupa. Vurugu nzito likatokea hapa eneo la tukio, kilipigwa kishenzi na mbiwa. Watu walikuwa wanapigana kinoma yani. Kibonge yeye hakutaka kabisa shida, ikabidi ajitetee, akajificha mbali kabisa, huku vurugu lilikuwa linaendelea kupigwa. Watu walipigana kishenzi. Waliposikia polisi wanakuja, kila mmoja akachukua njia yake, walikimbia kishenzi na mbiwa. Walikuwa wanakimbia hao, noma sana ise. Basi bana Lefty akafika nyumbani ana vibe kishenzi. Hiki kitu pacha yake akipendi kinoma, lakini wengine wote wanapenda mambo ambayo anayafanya Lefty na vijana wake ise. Siku ya sherehe ilipofika, hakuna mtu aliyekuwa anaruhusiwa kuingia ndani bila kadi. Ukaguzi mzito ulikuwa unafanyika hapa na nini. Washikaji zake Lefty nao wakafika kwa ajili ya birthday. Walivaa kitofauti kishenzi, na hakuna aliyekuwa anawagundua. Wakatinga mjengoni kwa mbwembwe mno. Cha kushangaza ni kuwa wamekuja na wali wao, hata namna ya kutembelea viatu virefu hawajui. Wanateseka kinoma na mbiwa. Watu walicheza kinoma kwenye pati na nini, mziki ulikuwa mwingi mno, huku Basti yuko busy na cocktail tu. Basi vibe lilikuwa kubwa mno. Mwisho mshikaji wao Lefty naye akaingia kukaa na wanaye hapa. Kila mtu akachukua kinywaji chake na nini, huku mziki unaendelea kupigwa tu. Muda wa msosi ulipofika, kundi la Lefty likajipakulia msosi wao na nini. Upande wa pili kwa marafiki zake mama wakakutana na chakula ambacho hawajakipenda kabisa ise. Mama akamtafuta Tina kwa hasira kishenzi na mbiwa. Basi mpishi aliomba msamaha kinoma hapa na nini. Mama alikuwa anaelewa sasa. Tina, ilikuwaje? Hata mimi sijui. Mama tafadhali. Mama akawataka wafanye wawezavyo ili watengeneze chakula ambacho wanapenda marafiki zake. Hadi hivi sasa Stone bado hajatokea kwenye pati mazee. Na
Ikumbukwe leo ndo siku ambayo mama alitaka kumwona mchumba wake Lefty. Lefty alimpigia sana simu Stone lakini hampati, yaani simu imezimwa. Hapa Lefty amechanganyikiwa kishenzi na mbiwa. Sasa Tina kaja kukusanya vyombo, maana anajua chakula sio kizuri na nini. Washikaji akashangaa, unaongelea chakula gani wewe? Huu ni wali wetu, tumetoka nao nyumbani, umetoka kwenye mgahawa wa Choko. Tina akashangaa, umekuja na chakula kwenye sherehe? Wote walikuwa na jali. Sasa Tina akaomba aonje kidogo chakula na nini. Alipokionja tu chakula kilikuwa kitamu kishenzi na mbiwa. Akaomba kama vipi apewe sahani 5 hadi 6. Kuna wageni wake wamekosa chakula huko na nini. Washikaji wakaomba kama vipi walipo 5,000 kwa kila sahani. Wanauza chakula kwenye sherehe, la sivyo hapati kitu hapa. Tina kakubali kwa sababu ana shida. Basi bana, marafiki zake mama alipoonja kile chakula wakakipenda kishenzi na mbiwa. Tina kaomba samahani sana kwa makosa aliyofanya muda ule na nini. Sasa baada ya chakula kilichotokea ilikuwa ni aibu. Marafiki zake mama walikuwa wanayakata kishenzi na mbiwa, yaani walikuwa wamechangamka kwenye pati nzima, watu wanacheka kishenzi yani. Kumbe kwenye ule wali kina Choko aliweka madawa bana, kwa hiyo wakawafanya walewe kisha waanze kucheza ovyo bila kujitambua. Watu wamegeuka vituko, kila mtu anacheka tu. Baada ya sherehe mama akamfuata Tina akasema alikuwa anajaribu kusaidia. Ulisema wanapenda wali, nilikuwa nasaidia, sitaki kusikia chochote kutoka kwako. Mama, haupaswi kukasirika, sikujua kama watagawa wali kwa wengine, mimi nilikuwa ndani naangaikia mambo yangu. Mama akasema nilifanya kila njia kuhakikisha marafiki zako wafiki hapa kuja kuniharibia sherehe yangu, ni binadamu pia mama, hili limetokea tu. Mama akawa mkali kishenzi. Mama akataka marafiki zake Lefty wakamatwe, lakini Lefty akagoma, akasema hawezi kuruhusu marafiki zake wakamatwe kizembe hivi, hawakuwa wanaamini mazee. Lefty akapanda juu ya ghorofa akasema kama marafiki zake wakikamatwa yeye anajirusha kutoka juu, bora afe tu, hana namna tena. Mama akanyanyua mikono juu na mbiwa, ikabidi waache tu kina Basti wasepe. Noma sana hii. Dada yake alipambana sana kumtaka Lefty abadilike na nini, lakini ngoma ni ngumu sana mazee. Dada mtu anatamani pacha yake apate kazi ya kufanya, aachane na huu ukorofi anaofanya, maana huu ukorofi unamuumiza sana mama yake. Mwisho Lefty akakubali kubadilika, lakini atakuwa anabadilika mdogo mdogo, huku Stone anamfukuzia kwa karibu sana hayo, maana alimkataa ada siku ile na nini. Anajua ana pesa ya kutosha tu huyu, muda wote macho yapo kule kwake. Hata akipigiwa simu na Lefty hapokei, yuko serious vibaya mno. Hadi hapa Stone amekula njama na mabinti fulani, wanajua kabisa Masela wataingia tu kwenye huu mtego. Bahati nzuri Masela kweli wakaingia kwenye mtego na nini, wakawaita wale mabinti na mbiwa. Washikaji wakaenda kujichana kila mmoja na mtu wake, lakini kabla hajasakata kabumbu mabinti wakataka wapige mnyweso kwanza. Sasa kwenye vinywaji wakawekea dawa za usingizi mazee, na Masela kuwa wanajua na nini, wakawa wanafakamia tu. Muda ulipofika Masela akaanza kuzimia mdogo mdogo, yaani mtu mmoja mmoja anazima. Dawa zimeanza kuwaingia hapa, kwa hiyo ikafika hatua hakuna aliyekuwa anajitambua hata mmoja. Mabinti wakaiba wanachoweza na nini, vitu kaizo mtu wangu. Stone na wenzake nao wakachukua PC ili wahaki kila kitu cha Masela hadi akaunti ya benki, waibe kila kitu ambacho wanacho Masela. Lakini cha kushangaza ni kuwa hata mtaalamu wao naye akashindwa kufungua hii PC. Simu zilikuwa zinagoma kufunguliwa kwa kutumia sura na nini, yaani Masela walihangaika hadi mchizi mmoja akashtuka kutoka usingizini akawakuta Masela wanabishana na wapo na kompyuta yake hapa. Sasa ili Masela kujitetea wakampa moja tu, akadondokea kwenye kitu chenye ncha kali mazee. Mchizi akazima pale pale, damu nyingi sana zilimwagika mazee. Masela wameua. Mtaalamu wa kompyuta muda wote alikuwa analia tu, hawezi kufanya chochote kile, hajawahi kuona mtu amekufa na nini. Noma sana hii. Walimbembeleza sana Mario, lakini hakuna kilichobadilika mazee. Stone akaja kuongea na Lefty hapa, maana anajua amemuudhi sana kwa kushindwa kutokea kwenye pati. Stone akasema kufanya makusudi, alienda kumwona mama yake alikuwa anaumwa. Lefty kusikia hivyo tu akapoa. Haikuchukua muda sana maskari wakatinga na ndinga lao mazee, kwa sababu Stone alikuwa na ile simu, ikabidi aifiche kwenye gari ya Lefty, maana akikamatwa nayo tu ni msala mzito unaambiwa. Basi bana, maskari wakamkamata Stone, wanajua ni mwizi wa mtandaoni mazee. Lefty alipambana sana na nini, lakini hakufanikiwa. Lefty akawa anamuulizia sana Aza kama Stone ametokea na nini, lakini bado mchizi yuko selo pale pale. Stone akaingia mazee, ikabidi abonge na Lefty ili kumtuliza hapa na nini, maana ana hofu vibaya mno. Mwisho mchizi akaomba kama vipi amletee simu yake aliacha kwenye gari yake. Lefty akasema mama yake apenge atoke usiku, itakuwa msala mzito aisee, lakini Stone alisisitiza kinoma anaitaka hiyo simu usiku huu. Lefty akawa amekubali kufanya hivyo. Pale pale mlango ukagongwa, haikuwa ni Amaka, akasema mama anamtaka nje. Sasa Lefty alipotoka nje akakutana na maskari wana search warrant, wanataka kuikagua gari yake mazee. Lengo lao tu waangalie simu iliyopotea, maana location naambia kuwa simu iliyopotea iko hapa na iko kwenye gari yake. Lefty akajitetea hakuna simu kwenye gari yake na nini, mikwara mingi mno, lakini maaskari walipokagua gari yake wakakutana na simu mazee. Simu ya wizi iko hapa. Tukutane sehemu ya pili ya Omo Ghetto. Mimi ni Torio na hii ni Zuro TV. Hadi wakati mwingine.